Coronavirus ni kundi la virusi wanaoweza kusababisha magonjwa kwa binadamu pamoja na wanyama. Virusi vilivyosababisha janga kubwa mwaka 2019 mpaka mwaka 2020 wenyewe vinaitwa SARS-CoV-2. Maana yake ni Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ambao wao walisababisha ugonjwa wa COVID-19 ambao ulisambaa dunia nzima kwa haraka sana na kuathiri maisha ya watu wengi kulingana na taarifa zilizoweza kutolewa na Shirika la Afya Duniani. Familia ya virusi vilivyofahamika kama coronavirus vilitambuliwa mwanzo kabisa na kuthibitishwa na Shirika la Afya Duniani. Lakini virusi vilivyoibuka mwaka 2019, yani SARS-CoV-2, vyenyewe vilikuwa ni coronavirus wengine ambao walijulikana kwa binadamu. Hapo mwanzo kulikuwa kuna coronavirus tofauti ambao wao walikuwa wakisababisha mafua ya kawaida, na wengine walianza kulipuka kule China mwaka 2002 na wengine walilipuka kule Saudi Arabia mwaka 2012. Wale corona waliokuwa wakisababisha mafua ya kawaida wao walitambulika kama common cold coronavirus, na wale walioibuka mwaka 2002 kule China walikuwa wakifahamika kama SARS-CoV, na wale walioibuka kule Saudi Arabia ambao walihusishwa na ngamia walikuwa ni hatari pia, ambapo walileta vifo vya watu wengi. Wao walifahamika kama MERS-CoV ambao waliibuka mwaka 2012. Lakini baadaye mwaka 2019 kikaibuka kirusi kipya kilichofahamika kama SARS-CoV-2, yani Severe Acute Respiratory Syndrome 2, ambao walisababisha ugonjwa maarufu uliojulikana kama coronavirus. Kwa lugha rahisi, coronavirus mpya inafanana kwa karibu kabisa na wale coronavirus walioibuka pale China mwaka 2002 waliofahamika kama SARS-CoV, ambao wao walithibitishwa na World Health Organization, Shirika la Afya Duniani, kuwa ni moja kati ya familia ya wale virus wanaotambulika kama coronavirus. Kwa asili, virusi vingi duniani hutokea kwa njia ya asili kupitia mabadiliko ya kijenetic, kuruka kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu na kuchanganyika kwa aina tofauti za virusi. Hii hutokea mara nyingi katika historia za magonjwa, lakini kumekuwa na visa vingi sana ambavyo vimekuwa vikithibitishwa kutokea kule maabara. Kumekuwa na mjadala wa kimataifa kuhusiana na coronavirus kuwa ilitokea kwa asili kwa njia ya kijenetic au ilihusishwa na ajali zinazotokea maabara au ilihusishwa na utengenezaji kutoka kule maabara. Mpaka leo kumekuwa na mijadala mingi isiyokuwa na upande uliokubalika kuhusiana na jambo hili. Baadhi ya taasisi na wachunguzi wameunga mkono nadharia ya asili, lakini wengine wameona kuwa kuna uwezekano mkubwa ilikuwa ni jambo lilotengenezwa kutoka kule maabara, na hivyo linahitaji kufanyia uchunguzi wa asili. Na hivyo leo, kulingana na utafiti ambazo tumeweza kuzifanya, tutaweza kuileta siri hii kwako. Nini hasa kilihusiana na coronavirus? Mambo yafuatayo yalileta dukuduku duniani. Jambo la kwanza ni taarifa za mwanzo zilikuwa pungufu na zilibadilika. Mwanzoni mwa mlipuko, taarifa kuhusu maambukizi, ukubwa wa tatizo na hatari zilibadilika kadri data zilivyoongezeka, na hii ilijenga mashaka kwa watu. Jambo la pili lilikuwa ni siasa zilizochanganyikana na sayansi. Nchi mbalimbali zilianza kulaumiana na mijadala ya chanzo ikawa ya kisiasa badala ya kisayansi peke yake, na maamuzi ya afya ya umma yalikuwa magumu. Kulikuwa kuna lockdown, kulikuwa kuna barakoa, kulikuwa kuna shule kufungwa na safari zilizuiliwa. Haya yalikuwa maamuzi yenye gharama kubwa na wakati mwingine yasiyokubaliwa kwa wote. Lakini jambo la mwisho, kampuni na maslahi ya kifedha.
Chanjo, vifaa vya tiba na mikataba mikubwa vilileta maswali kuhusu uwazi na faida za kampuni. Shirika la Afya Duniani lilihusika katika mwongozo wa kimataifa, huku serikali zikifanya maamuzi yao. Mitandao ya kijamii na serikali ziliondoa baadhi ya madai ya uongo, lakini pia wakati mwingine mijadala halali ilichangamana pamoja na upotoshaji. Hii iliongeza hisia za kuna kitu kilichofichwa nyuma ya pazia. Leo natamani tujifunze siri hii ambayo itahusiana na taasisi. Kwa nini zilichelewa kutoa taarifa? Kwa nini mawasiliano yalikuwa mabovu? Kwa nini wanasiasa walitumia tukio kwa ajenda zao? Kwa nini kampuni baadhi zilipata faida? Kwa nini watu waliogopa na kusambaza uvumi? Kwa nini sayansi ilijifunza hatua kwa hatua? Leo tutajifunza sote jambo hili. Mwisho wa mwaka 2019 katika Wuhan, moja kati ya miji kule China, watu kadhaa walianza kuugua ugonjwa wa mapafu uliokuwa tofauti na wa kawaida. Walikuwa na homa, walikuwa na kikohozi, walikuwa wanapumua kwa shida na walikuwa na pneumonia isiyoeleweka vizuri. Madaktari waligundua kabisa kuwa huu haukuwa ugonjwa wa kawaida. Hospitali mbalimbali zilianza kuona wagonjwa wenye dalili zilizofanana. Hapo ndipo tahadhari ikaanza. Baadhi ya madaktari walijaribu kuwaonya wenzao mapema kuwa kuna ugonjwa mbaya wa kuambukiza. Hii ndiyo sehemu iliyoleta mjadala mkubwa duniani. Wapo waliosema taarifa za mwanzo hazikuwa wazi vya kutosha na zilichelewa kutolewa, na matokeo yake watu waliendelea kusafiri, mikutano ilianza kuendelea, maambukizi yakaanza kusogea kimya kimya. Wakati huo serikali hazikutoa taarifa mpaka ilipofika Januari mwaka 2020, virusi ndipo vikatambuliwa. Wanasayansi wa China walianza kuchukua sampuli na kugundua virusi vipya vya familia ya corona, baadaye vikaitwa SARS-CoV-2. Walianza kutoa taarifa ya ramani ya vinasaba, jambo lilosaidia dunia nzima kuanza kutengeneza vipimo pamoja na chanjo. Serikali ya Wuhan ilifanya maamuzi yafuatayo. Jambo la kwanza, safari zilianza kuzuiliwa. Miji mbalimbali iliyokuwepo China ilianza kufungwa. Watu wakabaki nyumbani. Hii ilikuwa hatua kubwa sana ambapo dunia haikuwa imezoea kuona katika namna hiyo. Kabla ya lockdown kamili, watu wengi walikuwa tayari wameshasafiri ndani na nje ya nchi ya China. Kwa sababu hiyo visa vikaanza kuonekana kule Thailand, baadaye vikafuata Italy, baadaye vikafuata Irani na baadaye vikafuata United States, na dunia nzima ikafikiwa. Mwaka 2020 mwezi wa 3, shirika la afya duniani likatangaza kuwa virusi vya corona kuwa ni janga la dunia. Baada ya hapo nchi mbalimbali ndipo zikaanza kufunga mipaka, kufunga shule, kuvaa barakoa, lockdown na masharti ya kiafya yakaanza kutolewa. Mfumo wa afya ukateteleka. Nchi nyingi zilizopata shida, hospitali zikaanza kujaa, oksijeni kupungua, madaktari kuchoka na vifo vikaanza kuonekana kuwa ni vingi. Maswali ya kujiuliza nyuma ya pazia ni yafuatayo. Je, taarifa za mwanzo kwa nini zilifichwa mpaka pale ambapo ugonjwa ulienea katika nchi nyingi? Jambo la pili, je, dunia ilichelewa kwa makusudi? Jambo la tatu, je, kuna mfumo wa afya haukuwa tayari? Jambo la 4, je, siasa ziliharibu majibu ya kisayansi? Jambo la 5, je, virusi vilitoka sokoni au maabara? Wakati dunia ilikumbwa na janga la COVID-19, watu wengi waliona tu upande mmoja wa ugonjwa, vifo, hofu pamoja na chanjo. Lakini nyuma ya pazia kulionekana na jambo jingine kubwa zaidi: kujenga mfumo wa kimataifa wa pamoja. Kwa mara ya kwanza katika historia ya kisasa, mataifa mengi yalitoa amri zilizofanana, sheria za afya zilianza kufanana, safari zilianza kudhibitiwa na mfumo mmoja, vyombo vya habari vilitoa ujumbe mmoja, marais wa dunia walitakiwa kutii mwelekeo mmoja.
Je, hili lilikuwa jibu la afya tu au lilikuwa jaribio la kuona dunia inaweza kuendeshwa kwa amri moja? Watu waliona kana kwamba jambo hili lilifungua mlango wa kuzoea kuona. Moja ya mambo yaliyotikisa dunia ni kuanzishwa kwa kile kilichoitwa Vaccine Passport, Health Certificate, kiwa la kodi ya afya pamoja na proof ya vaccination. Kwa mara ya kwanza, watu wengi walihitaji kuonyesha hali yao ya kiafya ili waweze kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, ili waweze kuingia katika hoteli, ili waweze kupata mahitaji yao ya msingi, na ili kuweza kuingia katika matukio na kuingia kwa baadhi ya maeneo ya kazi. Hapo ndipo wengine walikumbuka maandiko ya Ufunuo 13 kuhusu masharti ya mfumo. Walianza kujiuliza, leo ni chanjo, kesho kutakuwa na nini? Walianza kujiuliza, leo ni kiwa la kodi, kesho itakuwa alama gani? Wengine waliona ni usalama wa afya, wengine waliona ni hatua ya kuzoesha dunia kuomba ruhusa ili kuishi kawaida. Janga hili lilionyesha jinsi dunia inaweza kuunganishwa haraka sana. Ndani ya muda mfupi, takwimu za dunia zilikuwa zikisomwa kila siku. Idadi ya wagonjwa ilisimamiwa kimataifa. Serikali zilifuata miongozo iliyofanana. Teknolojia ikatumika kufuatilia mienendo ya watu. Hapo ndipo wengine waliona msingi wa mfumo wa baadaye: ufuatiliaji wa watu, uongozi kwa hofu, kutegemea apps, ruhusa za kidijitali, huduma kutolewa kwa masharti. Wapo waliodai kuwa huu ulikuwa mwanzo wa dunia ambayo bila mfumo huwezi kusafiri, bila idhini huwezi kuingia, bila data sahihi huwezi kushiriki. Kwa hiyo COVID-19 kwao ilikuwa ni darasa la udhibiti wa dunia nzima. Katika kipindi hicho, dunia nzima ilipewa maagizo makubwa: vaa mask, kaa nyumbani, weka umbali, chanjwa, pakua apps, onyesha certificate. Watu wengi walitii bila swali kwa sababu ya hofu ya ugonjwa, lakini wachambuzi wengine walianza kujiuliza, je, hili lilikuwa tu swala la kiafya au pia lilikuwa kipimo cha jinsi watu wanavyoweza kutii kwa pamoja? Kwa mtazamo wao, dunia ilipimwa ni watu wangapi watatii bila kuuliza, ni watu wangapi watakubali kufungiwa, ni watu wangapi watatoa haki zao kwa sababu ya hofu, ni watu wangapi watategemea mfumo kwa kila kitu. Ndiyo maana wengine waliita COVID-19 jaribio la kisaikolojia, jaribio la kijamii, jaribio la kidigitali, jaribio la utii wa watu.